Hadithi. Hadithia. Nikwambie kitu, Malkia ende. Leo nitakwambia kitu. Malkia ende. Fimbo hii ni fimbo ya ajabu sana. Tena yenye miujiza katika ardhi yetu. Hivyo basi, Malkia ende. Bibi aliofia uwanjani petu ameacha zawadi hii. Fimbo hii ni ya maajabu sana. Fimbo hii ndiyo naigombea kwa jirani. Malkia ende. Ndio maana nimeamua kuhifadhi fimbo hii ili niongeze nguvu katika utawala wangu. Safi sana mfalme wangu. Nakupongeza sana kwa kuitunza hii fimbo. Vizuri sana. Hii ni zawadi kubwa sana ambaye nimezawadiwa. Hongera sana mfalme. Hii fimbo umeitunza, lakini uitumie kwa mambo mema kwenye ardhi hii. Lakini yule kijana Tante, utamfanyaje? Malkia ende. Tante. Hata nisumbua nini mimi? Ni kijana mdogo sana. Hajai hata mkononi. Nitamkanyaga. Tante. Hanisumbui kabisa. Nafikiri, unaniamini Malkia wangu. Bila shaka mfalme. Nakuamini sana. Lakini uliangalia hilo kwa umakini mkubwa. Ondoa hofu. Mfalme wangu, nakushauri chukua hatua za makusudi kwa ajili yake. Katika utawala wetu kuna vitu vinaendelea sivielewi. Hivi fimbo ina maana gani, kwani kila mtu mbona anaililia? Huwezi kuielewa. Na hiyo fimbo ni ya wakubwa. Ya wakubwa? Unamaanisha nini kwanza? Maanisha hiyo ni fimbo ya masharti. Bado nakuwa sielewi. Yaani unazidi kunichanganya, lakini ngoja tuone. Sikia Lovia. Fimbo hii ni ya heshima sana. Sawa, maana utawala saizi unaenda ovyo sana, ila sielewi hata nini cha kufanya. Aya. Hayawi yamekuwa. Ukokote nilikotoka, sifa zangu zimetapakaa. Nadhani sifa zangu zimeshawafikia enyi mabinti walizi ya Bamba. Sikiliza kaka Gambe. Katika moja ziko mbili, na katika mbili iko moja. Tunashukuru kwa maelezo yako. Mjue Tante amejiharibia sifa yeye mwenyewe katika ardhi ya mtawala Beida. Kashajifezesha. Sio moja tu. Katika 10 iko 100 na katika 100 iko 1. Nini Anje? Katika moja iko mbili, na katika mbili iko moja. Unajua nilimaanisha nini? Sijui. Aha. Sawa, utajua wakati ukifika. Katika 10 iko 100 na katika 100 iko 1. Unajua nilikuwa namaanisha nini? Sijui. Kwani umemaanisha nini? Watu kama hao wanaogombea fimbo ya bibi. Hata mimi nilimaanisha hivyo. Aya. Tante umekwisha. Tumekutana na Gambe sasa hivi hapa. Huyo amepita. Anaongea maneno mengi ya kujimwaga. Alafu isitoshe
amejimwaga maneno mengi. Mara unataka utawala, unagombania fimbo ya bibi. Huyo kaenda. Mimi siogopi kusemwa. Simogopi mtu anayenena juu yangu. Nitaendelea kuishikilia misimamo yangu ya kudai haki mpaka kuzikwa. Heri kwenu wanabamba. Wadudu wanakula hivi? Kumbe kilimo ni mahindi. Mahindi ndio kilimo bora. Hata mtoto mdogo anaweza kalima akaivisha mahindi. Basi ukapata hela, hata kula unakula, lakini wadudu wanataka kuharibu mazao hapa. I say. Hapa si nitapata hapa. Hapa. Lazima nipige tu. Yaani kilimo cha kulima nyanya na mahindi. Afadhali bwana, kilimo cha mahindi ni vizuri sana. Lakini minazi, hii minazi hamna. Sasa hivi nimepanda miaka 5. Sijawahi kuvuna hata punje. Yaani minazi ni hatari sana. Kilimo cha minazi mimi sitarudia. Hapa ni miaka 5. Sijatoa hata punje, sijavuna hata punje yani. Sitarudia kulima minazi. Watoto watakufa na njaa. Sitarudia kilimo cha nazi bwana. Hapana. Siwezi. Unao miaka 6. Yaani hamuna hata kuzaa. Jamani, sitarudia kulima. Bora nilime nyanya na mahindi. Miaka yote hiyo. Hapana kwa kweli. Bora hii nazi imezaa. Lakini imezaa watoto wachache kweli. 1, 2, 3. Bora mahindi kwa kweli. Kwa hii nazi ina miezi 3 kukomaa mpaka miezi 6. Yaani hapo ukitegemea nazi hapa, watoto wanakufa na njaa kwa kweli. Hapana. Mkulima. Bwana Naam. nalalamikia nazi. Sitarudia kulima. Kwa nini tena? Bora nilime mahindi. Na nyanya. Hongera sana ndugu yangu. Bwana bwana karibu sana. Asante sana. Bwana, mahindi yangu haya. Ndio. Yaani nimefurahi sana. Kabisa. Na kilimo nimeona mahindi tu. Mimi nayaona. Yako safi sana. Sawa. Mimi tu lazima nikupe yani pongezi. Eti nikupe pongezi. Eti Kwamba umejitahidi. Eti Na mimi sasa hivi akili imefunguka. Eti Na mimi nitaanza kulima mahindi tu. Eh. Kwa sababu mimi nimegundua kilimo hiki ni cha haraka. Kweli? Tena uweze ukafa na njaa kabisa. Kweli? Lakini minazi? Minazi mimi hamna. Sitarudia. Kabisa. Watoto watakufa na njaa. Kukomaa yenyewe mpaka miezi 6. Lakini mahindi miezi 3 tu tayari. Tayari na watoto wanakula. Haya, hongera bwana. Bwana wewe. Naam. Mimi nipo tu hivyo. Ndio. Kila kukicha ni misuko tu. Unapambana na maisha. Yaani mimi ndugu yangu nikupe hongera. Yaani unapambana sana. Wewe? Ndio. Usipopambana. Wahenga walisema kwamba mwanaume hula kwa jasho. Kwa jasho. Jasho lenyewe ndio hili. Sawa? Pambana ndugu yangu. Bwana wewe. Naam. Tuko wote bwana. Mimi nashukuru. Mimi nashukuru kabisa. Eti mimi Hemba. Unajua kwenye ardhi yetu umeingia mkumbo. Kila unayemwona siku hizi anadai fimbo ya ukoo wake. Ndio fimbo inayopaswa kuheshimiwa kwa sasa. Haya yote yamekuzwa na wanambamba kwa madai ya kwamba Mungu wetu ameshuka na anaongea kupitia fimbo ya bibi Muloa aliyefariki wima mbele ya mfalme. Kiimani, sisi wanabamba tuko sahihi. Shida iliyopo ni fimbo ya ukoo upi itakayopata hiyo nishani ya kutukuzwa. Hivi yule bibi aliyefia wima mbele ya mfalme aliacha fimbo? Ndio.
Ndio maana Tante anaipigia kelele. Kwani wewe ulikuwa hujui? Mimi haya maswala sijui. Mimi hapa kazi yangu ni kulima mahindi na minazi. Yaani mambo mengine sasa sijui kwa mfarume, mimi sijui. Hivi umeshawahi kuonana na Tante? Yaani hapa pamekuwa kama kwenye hekalu. Mara anakuja mfarume, mara Tante. Nitahesabu ngapi hapo? Tante hana la mbele. Atasugua mishale yake bure. Kumbe fimbo ambayo alikuwa anaigombea ni fimbo feki. Ama kweli usilolijua ni kama usiku wa giza. Kumbe nyie mnagombania fimbo ya bibi na Tante. Makubwa. Bwana, fimbo ya bibi ukae mkijua kwamba tunayo sisi kwenye ukoo wetu. Ndio maana tumetulia. Tunalima mahindi, tunapata mazao safi. Tembea, sisi tupiga mahindi bwana. Fimbo tunayo sisi. Mnahangaikia fimbo feki baba. Fimbo ya bibi tunayo kwenye ukoo wetu. Tumetulia. Tunalima mahindi, kila zao tukipanda liko fresh. Liko mwaki. Bwana, tembea. Nenda kahangaika na Tante huko bwana. Haya bana. Haya. Haya. Lakini unahangaikia bure.